Kwenye hii video nataka nikujibu swali moja ambalo unaweza hata wewe ukawa unajiuliza. Niweke wapi kitovu cha mtoto? Hili ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Niweke wapi kitovu cha mtoto? Haleluya. Niweke wapi kitovu cha mtoto? Ngoja nikwambie. Moja ya vitu ambavyo wachawi na waganga wanavitafuta ni kitovu. Lakini kitu cha pili ni kuongezea tu ni zile pedi za wanawake ambazo zinakuwa na damu ya hedhi. Nataka nikuambie huu kweli utakusaidia. Hivi vitu huwezi kuvielewa kwa akili za kibinadamu. Ni mpaka Mungu amekupa neema ya kuviona pia, Roho Mtakatifu mwenyewe akavidhibitisha. Haleluya. Sasa kitovu cha mtoto, kitovu cha mtu yoyote ni cha muhimu sana. Na ulimwengu wa giza wako busy kutafuta vitovu. Maana yake ni nini? Lazima uwe makini hicho kitovu umeweka wapi. Watu wengi wanakosea. Usije ukafanya haya makosa. Usije ukatupa kitovu popote unapojisikia. Na wala usije ukampa mtu yoyote, awe bibi, babu, awe nani. Usimpe. Unajua kuna watu unaweza kukuta mama yako au baba yako ni mchawi na hujui, because hauko rohoni. Kwenda kanisani tu unaenda unarudi, unaenda unarudi. Okay? Lakini Roho Mtakatifu ndani yako bado hauna ushirika naye. Sasa ukiwa hivyo huwezi kujua mchawi. Unaweza kuwa unakula naye kila siku. Umenielewa? Na mimi nimefanya huduma, nimekutana na wazazi wachawi wengi kuliko unavyofikiria, wengi sana. Wengi kuliko mnavyofikiria. Yes. Na wamefunga watoto wao kwa sababu mchawi, hata kama ni mama yako au baba yako, my friend, hakuoni wewe kama mtoto, my friend. Anakuona wewe kama fursa. Ndio maana anaweza kukutoa sadaka muda wowote. Sasa uweke wapi? Usiweke kwenye maeneo ambayo ni malango. Usiweke popote, nikwambie tu. Usitupe jalalani. Usitupe jalalani kwa sababu ni lango la kuzimu. Usitupe kwenye kisima kwa sababu ni lango la kuzimu. Usitupe kwenye bwawa au chanzo chochote cha maji. Usitupe. Na wala usichimbie chini kwa sababu ndo kuzimu kwenyewe huko. Na usifanye kosa la kuweka chooni kwa sababu ndo sehemu yao hiyo. Watu wengi mnakosea. Ukifanya haya mambo ambayo nimekuzuia ni sawa na unawapa hicho kitovu. Kwa sababu ndo kwao huko. Kuzimu iko chini. Umenielewa? Moja ya njia rahisi ya kuzimu kuingia ni kwenye vyanzo vya maji. Lakini pia eneo lolote ambalo madhabahu za kichawi ndo zinatawala hilo eneo, ni hatari kutupa. Hata kama utatupa sebuleni, kama mmetawaliwa na madhabahu ya giza ndo imesimama kwenye ile nyumba, hamuombagi amsali, kwa sababu ili uwe na madhabahu kwenye nyumba yako lazima unasali kila siku, unatoa sadaka kanisani. Yes. So kama hamna ulinzi wa malaika kwenye nyumba yako, maana yake wanaweza kuingia muda wote wakakichukua. Usiweke ndani sio kwenye kinini, no. Hata leo nakupa siri. Unapaswa kufanya nini? Kile kitovu kichukue. Sawa? Omba maombi maalum. Unaweza kuwa unawaza ni maombi gani? Naomba nikuombee. Chukua kitovu chako. Kisha chukua kitovu chako. Naomba kiweke hapo, afu weka mikono. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya vitovu hivi. Asante kwa zawadi ya watoto hawa ambao hatima zao ziko chini yako sasa. Adui siku zote anajaribu kuharibu hatima. Adui amenasa watu wengi na kuharibu maisha yao kupitia vitovu. Lakini umetupa neema, Bwana, vitovu hivi umetupa. Katika jina la Yesu ninaomba sasa moto wa Roho Mtakatifu ushuke. Natakasa vitovu hivi na vibariki. Hatima zao adui asiweze kuziharibu katika jina la Yesu. Nafsi zao ziwe salama kuanzia leo. Nashusha moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Moto huu kahifadhi vitovu hivi katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa nuru peke yake, na ulimwengu wa giza wasiweze kuvipata. Katika jina la Yesu Kristo na vifunika kwa damu Yesu na moto wa Roho Mtakatifu, na viteketeza kabisa, ili mchawi, mganga, mshirikina asije kuvipata na kuvitumia kwa uharibifu. Na hivyo hatima za mtoto huyu ziweze kutimia. Hatima za watoto hawa ziweze kutimia
wakaishi maisha ambayo Mungu amekusudia. Hawatachezewa ufahamu zao, hisia zao na utashi wao, nafsi yao na nyota zao. Na zitamkia sasa ulinzi wa malaika katika jina la Yesu Kristo. Nateketeza vitovu hivi kwa moto wa Roho Mtakatifu, viteketee kabisa, adui asivipate tena katika jina la Yesu, visionekane kwa macho ya mwili wala macho ya rohoni, in the name of Jesus. Bali hatima zao zikang'ae kama nyota katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Maeneo ya shule, ndoa zao ninazibariki, na bariki elimu, na bariki maisha yao ya shule, na bariki uchumi wao, na bariki huduma zao, utumishi wao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana yake nini? Okay, thank you Jesus. Nilivyoombea hapo sasa, baada ya kuwa umeviombea au umejiunganisha kwenye haya maombi, then unachotakiwa kufanya ni kuvichoma moto mpaka viwe majivu. Alafu hapo moto wa Roho Mtakatifu, na kunomba moto wa Roho Mtakatifu, teketeza 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 teketeza. Unatamka baraka pia. Unaweza kuwa unanena baraka juu ya mtoto wako muda huo. Umenielewa? Vinateketea, vinakuwa majivu. Majivu kabisa, visibaki kipatiko kinashikika. Umenielewa? Kiwe majivu. Hakikisha unasimama. Chukua hata mafuta ya petroli, mwaga, kiyeyuke kabisa, kiyeyuke, kiwe majivu. Kwa sababu wewe mwanadamu ukihitaji tena, labda wewe mganga au mchawi, ukihitaji, unakihitaji cha nini? Umenielewa? Kwa sababu hatima yake imeshaandikwa. Kilichobaki ni kuharibiwa hatima. Wala wewe huwezi kuirekebisha kinyume na Mungu anavyotaka, unless wewe mchawi au mganga. So teketeza kwa moto. Arabashantarabasika paradia. Ukisha choma kwa moto, kiwe majivu kabisa. Sawa? Kiwe majivu kabisa. Yaani yale majivu sasa usiende kutupa baharini. Wengine mnakosea. Usiende kutupa nini? Baharini. Unaweza tu kaacha hapo au ukayaweka tu hapo chini, yatapepesuka, kwa sababu hakuna ambaye anaweza kuokota hayo majivu. Hakuna mchawi anaweza kuokota hayo majivu. Umenielewa mpaka hapo? Yes. So hiki ni kitu ambacho kitaleta ulinzi kwenye kitovu cha mtoto. Usimpe mama mkwe. Sitaki muwe na ugomvi. Unaweza ukamwamini afu ni mchawi. Ndio shida. Kama hauko rohoni, my friend, huwezi kuwajua watu. Unawajua watu kwa kuangalia nje, utapotea. Nikutana na mdada mmoja namuombea, mama yake ndo kamloga. Nikaongea tu mafumbo fulani. Sasa baada ya kuwa hakuelewa chochote, baada ya kuomba, si mama ndo mchawi. Kwa hiyo mama akaugua karibia kufa. Ananipigia simu, mama yangu anataka kunanili. Nikasema haya, tuendelee. Mungu atusaidie. My friend, ndio maana tunamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Siende tu kanisani, Roho Mtakatifu unakaa tu kwenye mabenchi, rafiki yangu. No. Unamhitaji nani? Roho Mtakatifu. Na ili Roho Mtakatifu ajae, linaanza neno la Mungu. Soma Biblia. Maandiko yanaweka wazi kwenye Matendo ya Mitume 10. Petro alipokuwa katika kunena lile neno la Kristo, Roho Mtakatifu akawashukia nyumba ya Kornelio. Maana yake ni nini? Unataka Roho Mtakatifu ashuke, akae ndani yako, anza kwa kuishi neno. Uwezi ukaliishi kama hujalisoma. Soma neno la Mungu, alafu litafakari. Demona litafakari, unampa nafasi Roho Mtakatifu. Baadaye utaanza kuona Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye maisha yako. Maana yake tayari unakuwa umempokea kwa lile neno. Kuna watu walimpokea kwa ubatizo, kwa kuongezwa sala ya toba, alafu wakamzima mbui. Ili umwashe tena wake, unahitaji neno la uzima. Sema amen. Alafu kuna kitu kinaitwa kujazwa Roho Mtakatifu. Unaweza kuwekewa mikono au wewe mwenyewe ukajifungia ndani, ukasema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, naomba unijaze. Ukakomaa, nijaze. Roho Mtakatifu shuka, ninakutamani, ninakuhitaji. Hata kuja kwa sababu anakutamani zaidi ya wewe unavyomtamani. Akishuka utaona nguvu fulani imeshuka. Hapo ndo watu wananena kwa lugha na kutabiri na karama zingine. Ndio maana kama unatukana watu wanaonena kwa lugha, una matatizo kimahusiano na Roho Mtakatifu. Kwanza unaenda kinyume na karama yake. Therefore kuna namna unazuia yale mahusiano. Umenielewa? Shukuru Mungu ni kwamba haukufuru.
Mtu anayekufuru ni yule ambaye aliwahi kunena kwa lugha alafu akaja kuacha, alafu akaanza kutukana kunena kwa lugha. Lakini wewe unahitaji kuingia kwenye toba na kumwambia tu, Roho Mtakatifu, nimekosea, nijaze nguvu zako. Kaa ndani yangu. Kaa pamoja na mimi, niongoze, nifundishe. Mfano hivi vitu ninavyokufundisha mimi, bila Roho Mtakatifu nisingeweza hata kuvijua. Nisingevielezea namna hii. Unaweza kuwa unajiuliza, mtumishi umetoa wapi? Kasome kitabu cha Ezekiel 16:1. Kuna watu wanaweza wakaanza, mtumishi maandiko yako wapi? Kasome kitabu cha Ezekiel, itakusaidia sana. Kitovu ni moja ya kitu cha msingi sana.